ثم الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وأرسل لنا رسوله ومن بعد رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشهد أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia tukawa ni waislamu, baada ya kutujalia tukawa ni waislamu akatujalia tukawa tumepata mtume wa mwisho, Mtume Muhammad, rehema na amani zimshukie yeye. Leo kwa mara ya kwanza ndani ya studio tutaweza kutumia Kiswahili. Nasema kitabu Tauhid, tutazungumzia kitabu ya kutuonesha tauhidi ni nini, ama tutafundishana kuhusiana na tauhid. Neno tauhid ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Neno tauhid ni kufanya Mungu mmoja, yani kufundisha watu wajue Mungu mmoja, Mwenyezi Mungu kuwa ni mmoja, maana Allah ni mmoja. Ndio kwa maana sumie na tauhida, ahlu tauhida. Ndio kwa maana tukaitwa watu wa tauhid. Na ndio kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuumba tuwe tunaonekana ni watu wenye kumpwekesha yeye peke yake. Na ndio lengo la sisi kuumbwa katika ulimwengu hii. Hakuna sababu ya sisi kuumbwa katika ulimwengu hii kubwa kuliko sababu hii ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo ulimwengu mzima, sisi wanadamu ambao ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunafaa kuwa ni wenye kumtambua kama Mwenyezi Mungu mmoja, wala hatufai kumtambua kama miungu watatu au minne. Japo tutakuwa ni wenye kukua na baadhi ya misimamo mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu atabakia kuwa ni mmoja. Wa kauluhu ta'ala, ndio kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu wastarehe katika ulimwengu tu, bali niliwaumba waweze kuniabudu mimi. Maana ya liya'budun ay wahiduni, ili waweze kunipwekesha mimi na kunifanya mimi kuwa ni Mungu mmoja. Yani wanadamu, mimi na wewe, na miongoni mwa viumbe vingine ambao sio wanadamu, Allah ametuumba katika ulimwengu hii kwa lengo moja ya kuweza kumwabudu yeye. Lengo moja ya kuweza kumtekelezea ibada yake yeye peke yake, bala tusimwabudu na mwingine. Inafaa tumwabudu yeye peke yake kama alivyoamrisha yeye mwenyewe na kama alivyotuumba yeye peke yake katika utendakazi wake. Wala anasema tena katika Qur'ani, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula, kwa hakika tumetuma katika kila umma mitume. Yani umma waliotangulia, watu waliotangulia mbele yetu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwatumia mitume, kuanzia Nuhu mpaka wakaja Ibrahim, Musa, hawa manabii wote mpaka nabii Isa ambaye ndio Yesu, wote wakaja kwa lengo ya kuita watu wa muabudu Mungu mmoja. Yani manabii wote mpaka Mtume Muhammad hawakukuja kufanya kazi ya kugawa watu, bali walikuja kufanya kazi ya kuweka watu kuwa ni jamii moja, wenye dini moja, mwelekeo moja, wa muabudu nani? Mwenyezi Mungu. Ndio Allah anasema sisi tumetuma
katika kila umma mitume, aniabudullaha wajtanibu taghut. Hawa mitume walikuwa wanakuja wakieleza watu kwamba abudini Mwenyezi Mungu na muache kuabudu sheitani. Maana watu walikaa chini wakafikiria namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wengine wakaanza kuchonga masanamu, wengine wakaanza kutengeneza kuabudu wakubwa wao, wengine wakaanza kuabudu waja wema, sasa wengine wakaanza pia kuabudu mitume. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoona ulimwengu unaharibika na watu wanaanza kuabudu miungu sio miungu, na watu wanaacha kumwabudu yeye, ikabidi atume mitume ili hawa mitume waweze kuja kutoa watu kwenye giza ya kuabudu mitume wala giza ya kuabudu miungu, waweze kuja kuabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Na ndio kwa maana ikawa akatuma mitume waweze kuambia watu kujeni kwa pamoja muabudu Mwenyezi Mungu mmoja, mwache kuabudu sheitani, mwache kuabudu ibilisi, mwache kuabudu mitume, mwache kuabudu masanamu, mwache kuabudu miti, msiabudu Nabii Muhammad, msiabudu Nabii Isa, Nabii Yesu alayhi massalatu wassalam. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao wawili. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tena inapatikana kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndiyo Mola wako na ni Mola wangu anasema kwamba ameshahukumu, ametoa hukumu ya kisawa ya kwamba alla ta'budu, musiabudu katika ulimwengu mzima, illa iyahu, bali mkifika ni kuabudu muabudini yeye peke yake. Wabil walidaini ihsanan, na wazazi wawili mwatendee wema. Amekarana Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadatahu wa ihsani lilwalidaini. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekutanisha kuabudiwa yeye pamoja na kuwaheshimu wazazi wawili. Maana ridha Allah fi ridha alwalidaini, radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wewe binadamu wa leo au mwanadamu wa leo, radhi ya Allah iko juu ya wazazi wawili. Ikiwa wazazi wawili watakuridhia wewe, basi Mwenyezi Mungu naye atakuridhia wewe. Na ikiwa wazazi wawili watakuchukia wewe, basi Mwenyezi Mungu naye atakuchukia wewe. Maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya kwamba ushaamua kumwabudu yeye na kumtekeleza ibada yeye peke yake, basi amua pia kumheshimu wazazi wako wawili. Leo unapata mtoto Mwenyezi Mungu amemfungulia milango ya riziki, anapata kazi, ana kazi nzuri, anafanya pali kubwa sana, lakini mama yake au baba yake ambaye aliweza kumteseka na yeye, huyu baba au mama amtazami. Unapata hali ya mama ni mbaya na hali ya baba ni mbaya, wala aangalii wazazi wake wawili. Yeye anaoangalia ni watoto wake na familia yake. Hii inakuwa ni mbaya na ni makosa kwa mwanadamu kufanya au mtoto kumfanyia mama yake au baba yake. Inatakikana baba au mama hauweze kuwatazama vizuri iwapo Allah atakufungulia. Iwapo Mwenyezi Mungu amekufungulia, uweze kuwa ni mwenye kuangalia wazazi wako wawili na uweze kuwatendea wema wazazi wako wawili. Siku nyingine Mwenyezi Mungu akitujalia, tutaweza kuyaongelea umuhimu wa kutendea wazazi wawili wema, kwani hawa ndio wameweza kutusaidia, hawa ndio wameweza kutulea, hawa ndio wameweza kutukuza, hawa ndio wameteseka na wewe. Mama yako amekubeba kwenye tumbo miezi 9, baada ya hapo ameteseka miezi 9 kikubeba. Ikiti kitaka kumdhuru hawezi kukubali tumbo yake igongo ikiwa ndani ya tumbo, anang'ang'ana angalau usidhurike. Baada ya kukuzaa tena usiku huwa na machungu zaidi, ni mgonjwa, bado wewe unalia, unateseka, unamtesa, lakini anakuwa ni mwenye kukuvumilia hivyo hivyo. Baba naye anaondoka na kwenda kutafuta,
namna gani utaweza kuwa mkubwa uweze kupata nguvu. Basi na wewe baada ya kupata nguvu, umeweza kukula vizuri, umepata afya, jaribu kuondoka na kutafutia wazazi wako wawili, utake radhi yao, wala usiondoke duniani kama hauna radhi na wazazi wako wawili. Sema kaulu waabudullaha wala tushriku bihi shay'an. Tena Allah anatuambia mkitaka kufanya ibada, abudini Allah subhanahu wa ta'ala, wala msimuabudu Mungu na Mungu mwingine. Msimuabudu na mawe, msimuabudu na miti, msiabudu binadamu, msiabudu malaika, msiabudu viumbe vya Mwenyezi Mungu. Tuabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Wabil walidaini ihsanan, na wazazi wawili uwatendee wema. Amehimiza katika Qur'ani baada ya kuabudu yeye uweze kuwa ni mwenye kuheshimu wazazi wako wawili. Hii ndio baraka utapata mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo imani ya Kiislamu ni kwamba muabudu Mwenyezi Mungu. Baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, usimwabudu Mungu wa tatu. Imani ya Kiislamu hakuna Mungu wa tatu, wala hakuna Mungu 300, wala Mungu 400. Hiyo ni imani potevu katika Uislamu. Na pia vile vile imani hii ndio imani ya sawa kwamba haifai mwanadamu kuabudu miungu wengi. Mwanadamu anafaa kuabudu Mungu mmoja peke yake, ambaye ni Allah aliyeumba ulimwengu na kaumba vilivyomo katika ulimwengu, bingu na ardhi. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Abdullah ibn Mas'ud radhi za Allah zimwendee yeye, anasema man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yoyote ambayo atataka kuangalia nasaha ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, allati alayha khatimahu, ambayo nasaha yenyewe aliweza kuiwekea muhuri wake, faliyaqra qawluhu ta'ala. Mtu yoyote ambaye anataka kuona vile mtume Muhammad alivyopeana nasaha katika ulimwengu, vile mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alivyofundisha uwepo wa Mwenyezi Mungu, mtu yoyote ambaye anataka kujua namna mtume Muhammad anavyofundisha watu kumjua Mwenyezi Mungu, basi anafaa kusoma neno lake Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko kwenye Qur'ani, suratul An'am. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum. Yani mtume Muhammad alishapata, mtume amepanda juu ya milima wa Safa. Safa ni mlima ulioko ndani ya mji wa Maka. Maka ni town kuu kule Arabuni, town mkubwa sana, ambayo Waislamu mara nyingi wanaenda kuomba tauba ndani yake, na ndio sehemu Allah Mwenyezi Mungu alichagua na akasema katika vitabu vitakatifu ya kwamba pahali alipochagua Mola wako ndipo uweze kuelekeza uso wako. Sasa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akapanda mlima wa Safa, mlima mkubwa sana. Kisha juu ya mlima akaweka na jiwe juu, akapanda juu ya jiwe. Kisha akawaita watu wa kijiji cha Maka, akawaambia njooni wazee na akina mama na vijana, muweze kusikiliza yale ambayo kwamba nitakayowaambieni. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum. So njooni, mtume Muhammad anaambiwa na Allah kwamba Allah anamwambia mtume Muhammad, ya Muhammad, ambia watu wako waje uwaambie, uwaeleze ni kitu gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuwaharamishia wasifanye. Yani waambie ni kitu gani Allah amewakataza wasifanye, kwa sababu wakati huo ilishapata nda watu wa Maka wanaabudia sanamu, na walikuwa na masanamu mengi sana. Miongoni mwa masanamu ilikuwa ni Lata na Uza na Manata. Kama vile Warumi nao walikuwa na masanamu 366. Miongoni mwao kulikuwa na Apollos na mtoto wake Jesus, ambayo leo watu wanamuita Jesus, lakini alikuwa ni mtoto wa sanamu mkubwa ambayo ni wa Kirumi. Sasa ndugu zangu Waislamu, yeye na mtume Muhammad nayo alipokuja akapata watu wanaabudu hizi masanamu. Sasa akapanda juu ya mlima,
akawaambia njooni niwaeleze ni kipi Mola wenu mlezi anawakatazeni msifanye, njooni niwaeleze. Watu wakaja. Sasa walipokuja akawaeleza alla tushriku bihi shay'an, yani Allah anawaambieni msije mkamwabudu na Mungu mwingine. Na manabii wote walikuja kwa lengo la kukataza watu wasiabudu masanamu, watu waabudu Mwenyezi Mungu. Na hata watumishi wa Mwenyezi Mungu wanatakiwa wakitangaza waambie watu waabudu Mwenyezi Mungu, wawache kuabudu waja wema, wawache kuabudu mitume, wawache kuabudu manabii, watu wawezi kuabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Ukiwa utakuwa mwenye kutangazia watu waabudu Nabii Yesu au waabudu Nabii Muhammad, utakuwa unatoa watu katika msingi wa haki wa kumwabudia Mwenyezi Mungu. Akasema ila kauli, akasema anna hadha sirati mustaqim. Akaendelea kueleza wacheni kuabudu sanamu, wacheni kuabudu mitume, wacheni kuabudu miungu, mpaka kafika sehemu ya kwamba waabudullaha, la Mungu abudini Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Wa anna hadha sirati mustaqim. Na akasema na hii njia ambayo niko ndani yake na itawatu ndani yake ni njia iliyonyoka. Yani njia ambayo alikuja nayo ni njia gani? Njia ambayo manabii wote ambao walitangulia katika ulimwengu waliweza kuja nayo, ambayo kila nabii alikuwa akifika anaeleza watu wake ana minal muslimin, mimi ni katika Waislamu. Sasa anakuwa mwenye kuambia watu wa hadha sirati mustaqima, na hii njia yangu ambayo nawaiteni wanadamu viumbe vya Allah kwamba ndiyo njia iliyo sawa, njia iliyo ya straight, sio njia ambayo ina upinde, sio njia ambayo ina kombo, bali ni njia ambayo kwamba ni ya sawa, na ndiyo njia ambayo kifata utakuwa mwenye kuingia kupata uzima wa milele, na utapata mwelekeo mzuri, utapata kukubaliwa mbele ya ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiangalia Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Muadh bin Jabal ni katika wale wanafunzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye anasema kuntu radifa an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Anasema kuna wakati nilikuwa nyuma ya Bwana Mtume Muhammad, ikiwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ameweza kupanda punda, ala himari, juu ya punda. Tumepanda juu ya punda, ako mbele yangu na mimi nimekaa nyuma yake, tukiwa sote juu ya nini? Juu ya punda. Faqala li, Mtume akasema kuniambia mimi, ya Muadh, ewe Muadh, atadri ma haqqullahi ala ibadi? Je Muadh, je unajua nini haki ya Mwenyezi Mungu juu ya waja wake? Akauliza Muadh bin Jabal, ya Muadh, ewe Muadh, je wajua ni nini haki ya Mwenyezi Mungu juu ya waja wake? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, na ipi haki ya waja juu ya Allah, juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani haki zetu juu ya Mwenyezi Mungu na haki za Mwenyezi Mungu juu yetu. Anauliza Muadh bin Jabal, kama Muadh bin Jabal anakuwa pengine anajua haki kama hizo. Muadh bin Jabal si atanauliza kwamba ajui, bali anauliza kwa sababu anataka kumfundisha Muadh bin Jabal aweze kuwa ni mwenye kujua na aweze kufahamu haki za Mwenyezi Mungu kwake yeye na haki zake kwa Mwenyezi Mungu. Hata mimi na wewe tuwafaa kujua haki za Mwenyezi Mungu kwetu sisi na haki zetu kwa Mwenyezi Mungu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Muadh bin Jabal alipoulizwa swali kama hili akasema Allah na mtume wake ndio wajuzi juu ya jambo kama hilo ya Rasulullah. Allah na mtume wake ndio wanajua zaidi ni zipi ni haki zipi ambazo kwamba tunazo na ni haki zipi ambazo kwamba anazo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, mtume akamueleza Muadh bin Jabal, haqqullahi ala ibadi an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'an. Haki ya Allah ambaye ni Allah peke yake juu ya waja wake, ambayo waja wake wakimfanyia atawapenda, ni kwamba ayabuduhu, wa muabudu yeye, wala yushriku bihi shay'an, wala wasije wakamshirikisha na Mungu mwingine. Yani haki ya Mwenyezi Mungu ni kwamba aabudiwe peke yake, wala asiabudiwe na Mungu mwingine. Watu wasije wakaabudu mawe,
watu wasije wakabudu mitume, watu wasije wakabudu miungu tofauti. Mkiwacha kuabudu miungu mkaregesha ibada kwa muumba wa ulimwengu mzima, tutakuwa kad adaina haqqullah, tutakuwa tayari tumetekeleza haki min hukuki Allah subhanahu wa ta'ala a'zam. Itakuwa miongoni mwa haki kubwa zake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an, na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Allah naye anatuambia sisi wanadamu tuko na haki kwake, na haki yetu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an, ni kwamba Allah asije akapeana adhabu kwa yule ambayo amuabudu na Mungu mwingine. Yani wewe haumuabudu na Mungu mwingine, basi Mwenyezi Mungu hawezi kukuadhibu wewe. Lakini ikiwa utaweza kuabudu Mtume Muhammad au kaabudu Nabii Isa au mbali Nabii Yesu, basi Mwenyezi Mungu atakuandalia adhabu kali, kwa sababu umewacha kumwabudu yeye na umevunja miongoni mwa haki zake Mwenyezi Mungu. Maana haki zake Mwenyezi Mungu hapa duniani na kesho akhera ni kwamba tuweze kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu peke yake, tusimwabudu na mitume kama wanavyofanya baadhi ya watu wasiojua misingi za kumwabudu Mwenyezi Mungu. Qultu ya Rasulullah afala ubashiru nasa. Muadh bin Jabal anasema alipoelezwa jambo hili na Mtume Muhammad akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, je, unaonaje hili jambo nikieleza watu? Unaonaje nikienda kuambia watu? Akasema, la tubashiruhum fayatakilu. Akasema usiwaeleze sana, waenda wakawa wenye kukaa tu sasa waendi katika ushirikina, tena wakawa hawaendi kula lakini hawanishirikishi ili wasije wakapata adhabu. Bali inatakikana waeleze waabudu Mwenyezi Mungu bimtithali awamirillahi subhanahu wa ta'ala, wa kutekeleza amri zake Allah ambazo zingine zimebakia baada ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Unafanya mema, unafanya yale yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huko ndani ya ibada. Wala ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, na ibada ni jina ambalo limekusanya yale yote Allah anapenda na anayaridhia, min aqwali wal afali, miongoni mwa matamshi yako yote ambayo utakuwa ni mwenye kuyatamuka yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nikitaja ni Mwenyezi Mungu, yani yanayomridhisha Mwenyezi Mungu, yote inahesabika kama ibada. Wal afali, na matendo yako yote utafanya ya dhahiri na ya siri ambazo zitakuwa zinamridhisha Mwenyezi Mungu, zote zitahesabika kama ibada. Kwa hivyo zote hizi zinakuwa ni ibada ikiwa utafanya jambo au utaongea jambo ambalo linamridhisha Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, na malaika zake wote wakaridhia jambo kama lile, inakuwa ni ibada juu yako. Lakini hadha, kuongea jambo lenye kurudisha Allah na kufanya jambo lenye kurudisha Allah, la yakfi antabuda bigillah peke yake. Haitoshelezi kwamba hiyo ndio pekee yake kwamba ni ibada yako pekee. Hapana, inatakikana pia uende katika msikitini wa kutekeleza ibada ipasavyo pamoja na Waislamu wenzako. Qalat la tubashiruhum fayatakilu. Akaja fi sahihaini. Hii ni hadithi ambayo imetoka kwenye kauli ya maimamu wawili ambayo ni Imam Muslim na Imam Bukhari katika Sahih Muslim na Sahih Bukhari. Tauhidi inakuwa na fadhila zake na ubora wake. Tena tauhidi unapokuwa ni mwenye kuelewa Mwenyezi Mungu kwamba ni moja, unapata fadhila nyingi, unapata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na tena Mwenyezi Mungu anakusamia madhambi. Baada ya kumjua Mwenyezi Mungu ni mmoja, ukawa unamwabudu kwa sheria zake kama anavyotaka yeye, sio kama unavyotaka wewe. Maana leo kuna watu ambao wanaabudu Mungu kama anavyotaka yeye, si kama anavyotaka Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaabudiwa chini ya sheria yake. Nasema sasa kisha mtambua Mungu ni mmoja, unapata fadhila kubwa, unapata baraka kubwa, unapata thawabu nyingi mbele ya Mwenyezi Mungu. Na tena ukiamini Mungu ni mmoja,
Allah subhanahu wa ta'ala anakusamea madhambi yako ambayo ulikuwa unafanya kwa kuabudia masanamu, ambayo ulikuwa unafanya kwa kuabudia mitume, ambayo ulikuwa unafanya kwa kufanya. Maana Waislamu tunaamini kwamba Waislamu pia Mungu ukiomba Mungu msamaha, Mungu anakusamea, na miongoni mwa kusamehewa ni kwamba umeamini Mungu mmoja, ukawa miongoni mwa Waislamu. Wa kauluhu ta'ala, Mungu anasema alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Hao ambao kwamba Mungu atawasamea ni watu ambao kwamba wameamini, baada ya kuamini lam yalbisu imanahum dhulmin, hawakuchanganya imani yao na giza, hawakuchanganya imani yao na ushirikina, hawakuchanganya imani yao na kila aina ya machafuko ya imani potevu, bali waliweza kuamini na imani yao kabaki ni safi mbele ya Mwenyezi Mungu. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ubadah bin Samit, Ubadah ni mtoto wa Samit, an radhi za Allah zimuendea, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukia yeye, man shahida an la ilaha illa Allah, atakayeshuhudia kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwake isipokuwa Mwenyezi Mungu, wahdahu la sharika lahu, peke yake hana mshirika, yani atakayesema kuna Mungu anafaa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, na ana mwenzake huyo Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na akawa na imani na yakini ya kwamba Muhammad ni mmoja wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tena huyu mtu hakusimama hapo, akaendelea kusema anna Isa abdullahi wa rasuluhu, akasema na Yesu pia ni mmoja wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wake, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhu minu, na neno lake ambayo ameweza kutupa kwa Maryam na ni roho kutoka kwake yeye. Akaamini hivi, wal jannatu haqqun, tena akaamini kwamba janna ni haki, wan naru haqqun, na moto ni haki, adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana, Allah adakhalahu Allahu aljanna la makana min al-amali, yani Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika janna kwa kupitia matendo mema ambayo atakuwa ni mwenye kuyafanya. Kwa hivyo imani ya sawa ya Kiislamu ni waamini Mungu ni mmoja, waamini mtume Muhammad ni mtume wa Allah, tena ni mtume ni mja wake, tena waamini nabii Yesu ambaye ni nabii Isa ni mja wa Mwenyezi Mungu, tena ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tena waamini huyo nabii Yesu ambaye ni nabii Isa ni kalimatuhu, ni neno la Mwenyezi Mungu, alqaha ila Maryama, ameitupa kwa mama yetu Maryam, wa ruhu minu, tena ni roho mtakatifu kutoka kwake yeye, wal jannatu haqqun, waamini kwamba janna ni haki, janna ni paradise ama shamba la Edeni, waamini kwamba ni haki, wan naru haqqun, na moto ni haki, adkhalahu Allahu aljannata ala makana alayhi min al-amal, ala makana min al-amal, Mwenyezi Mungu atakuingiza katika janna kwa kupitia matendo yako mema ambayo ulikuwa ni mwenye kuyafanya. Na hii ndio imani ya sawa, na ndio imani ya Kiislamu, kwamba tunaamini Mwenyezi Mungu ni mmoja, tunaamini Nabii Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mja wake, tunaamini Nabii Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mja wake, na ni neno ambalo kwamba alituma kwa Maryam, Bikira Maryam, akaibeba miezi 9 na kaizaa, baadaye akatuma kwa nchi ya Israeli kwenda kukomboa watu watoka nyagiza kuabudu misema sanamu. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.